Na ndio maana sasa as-salaf kama al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala anasema man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuhu, yule ambaye atalifanya dogo na kuliporomosha na kuliteremsha jambo la wanavyuoni, basi imeondoka akhira yake, maana amepata hasara mtu huyu. Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu, na yule ambaye atawashusha wateremsha na kuliweka chini jambo la viongozi watawala, basi imeondoka dunia yake. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat muru'atuhu, na yule ambaye atateremsha chini, atawateremsha chini ndugu zake na kuwaporomosha. Mtu anaweza akakaa tu akasema fulani yule bwana mdogo tu, fulani yule kijana tu, fulani yule au wengine mtu ni shekhe, mtu mzima shekhe akuzaa, basi haya mtu anakaa tu amtaja tu hivi, babake pia hawezi kutaja hivi. Si jambo lenye kuhimidiwa. Hii ni ishara ima ya upungufu wa akili au matatizo ya msongo wa mawazo. Yaani kuna moja ya vitu viwili, ima mapungufu ya akili au wewe una msongo wa mawazo. Sasa utachagua katika hivi viwili wastahiki kipi? Sasa yule ambaye atalichichisha na kulifanya chini jambo la ndugu zake, basi unaondoka ule burua wake. Kiufupi, likulli rihla raiduha, kila msafara bwana una kiongozi wake, kila msafara una kiongozi wake. Waraid la yakhunu ahla, na kiongozi bwana msafara hawafanyii khiana jamaa zake. Kwa hiyo sisi msafara wetu kwa ujua kwamba kila nali madereva, wengine yeye ni makondakta tu, basi changisheni hela basi, na mtaje vituo vya kushukia, lakini madereva halafu hili alihitaji kampeni ati nani, ukikaa tu waona kwamba yule basi alhamdulillah. Na hii ndio neema ya dawa tangu enzi hizo mpaka leo. Ukitaja utaambiwa huyu ni alim bilkibari ulamai sahaba, utajiwa Abdullah ibn Mas'ud, utajiwa watu wajua.